Okay. Yes, my dear students, my lovely students from Tanzania, from East Africa, from Africa, and from all around the world. Karibu tena ni Morata Academic Center na mwalimu wako Jeremia kwenye vipindi vyetu vya Kiingereza. Safi. Nimefurahi, ninafurahi, tupo pamoja. Yes, kwa wale ambao tumeanza tangu kipindi kile cha kwanza ambacho kilikuwa kinahusu utangulizi wa tense, hongera sana. Kwa wewe ambaye haujapata nafasi hiyo, tafadhali video ipo, unaweza ukaiandika pale video ya kwanza ya tense, utapata maelezo mazuri. Ni vizuri tuanze mwanzo kabisa ili tupate kuelewa kiundani zaidi. Si ndio jamani Good. Bila kupoteza wakati tunaendelea tulipoishia. Tuliishia kwenye types of present tense, aina za wakati uliopo. Tuliangalia aina 4 za wakati uliopo. We discussed about the 4 types of present tense. Yes, and now we are going to discuss about the first. Tunaanza kuangalia kiundani zaidi kwenye aina ya kwanza ambayo ni simple present tense. Are we ready? Mpo tayari? Basi tuingie darasani. Simple present tense. Tusome wote. Simple present tense. Tulisema simple present tense kwa Kiswahili ni wakati uliopo mazoea. Wakati uliopo mazoea. Wakati uliopo mazoea ni kitu gani hiki? Ni hivi. Simple present tense is used to express repeated or habitual actions that occur regularly. Simple present tense is used to express repeated or habitual actions that occur regularly. In Kiswahili we say simple present tense hutumika kuelezea matendo ambayo hujirudia mara kwa mara au tabia kwenye mabano mazoea. Tabia kwenye mabano nini? Mazoea. Ambazo hutokea mara kwa mara. Simple present tense is used to express repeated or habitual actions that occur regularly. Simple present tense is used to express repeated or habitual actions that occur regularly. In Kiswahili we say simple present tense hutumika. Simple present tense is used to express, kuelezea, repeated or habitual actions, matendo ambayo hujirudia mara kwa mara. Habitual actions, tabia au mazoea, that occur regularly, ambazo hutokea mara kwa mara. Mpaka hapo tumeshaelewa nini maana ya simple present tense. Simple present tense kwa lugha nyepesi au kwa ufupi ni aina ya wakati uliopo inayotumika kuelezea mambo yanayotokea kwa kujirudia rudia. Tabia zetu, matendo yetu, shughuli zetu za kila siku, kila saa, kila wiki, kila mwezi, kila mwaka. Haya yote huelezewa katika simple present tense. Are we together, class? Very good. Let us continue. Baada ya kujua maana ya simple present tense, maana ya wakati uliopo wa mazoea, wakati unaozungumzia mambo yanayojirudia rudia mara kwa mara, yanajirudia kila siku, kila saa na kadhalika, tuangalie matumizi yake. Uses of simple present tense. Uses of simple present tense. Matumizi ya wakati uliopo mazoea. Tunatumia wakati uliopo mazoea katika mazingira gani? Tufahamu ya kwamba tunajifunza Kiingereza, tunajifunza mada hii kwa ajili ya uelewa wetu na umahiri wetu wa lugha ya Kiingereza, lakini pia ujuzi wa kuwasiliana kwa kuongea na kuandika katika matumizi yetu
ya mawasiliano ya kila siku. Kwa hiyo basi imetupasa tujue matumizi. Tunajifunza simple present tense ili iweje, ili tutumie vipi. Tunatumia simple present tense namba 1 to describe things that happen continually in the present, like every day, every week, or every month. Uses of simple present tense. Matumizi ya wakati uliopo mazoea. Number 1, to describe, kuelezea. Things, vitu, that happen, ambavyo hutokea. Continually, kwa muendelezo. In the present, katika wakati uliopo. Like, kama vile. Like, kama vile. Every day, kila siku. Every week, kila wiki. Or, au, every month, kila mwezi. Tupo pamoja eh? To describe things, kuelezea vitu. That happen continually, ambavyo hutokea kwa muendelezo. In the present, katika wakati uliopo. Like every day, kama vile kila siku. Every week, kila wiki. Or every month, au kila mwezi. Sasa baada ya kujua matumizi ya simple present tense namba 1, tunaweza tukaangalia mifano yake. Kivipi? Tunawezaje kuelezea mambo ambayo hutokea kwa muendelezo katika wakati uliopo, kama vile kila siku, kila wiki au kila mwezi. Number 1, I eat food every day. Mfano wa kwanza, I eat food every day. Mimi hula chakula kila siku. Mimi, eat, hula, food, chakula, every day, kila siku. Tusome kwa pamoja kwa Kiingereza. I eat food every day. Tusome pamoja kwa Kiswahili. Mimi hula chakula kila siku. Naamini kila mmoja wetu hapa hula chakula kila siku, si ndio eh? Safi kabisa. Kwa hiyo ukitaka kuelezea kitu kinachofanyika mara kwa mara kwa muendelezo, basi tunatumia simple present tense. She drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. She, yeye, drinks, hunywa, coffee, kahawa, every morning, kila asubuhi. She, tafsiri yake kwa Kiswahili ni nini? Yeye. Drinks, tafsiri yake ni nini? Hunywa. Coffee, tafsiri yake kwa Kiswahili kahawa. Every morning, tafsiri yake ni nini? Kila asubuhi. Na hili ni tendo au kitu kinachofanyika mara kwa mara. Katika muendelezo, kuna mhusika ambaye hupendelea kunywa kahawa kila asubuhi. Ukimwekea chai, hataki. Anataka nini? Kahawa. Ukimwekea uji, hataki. Anataka nini? Kahawa. Ukimwekea hata chai ya maziwa, hataki. Anataka kunywa nini? Kahawa. She drinks coffee every morning. Yeye hunywa kahawa kila asubuhi. Hatari hiyo. Mfano namba 3. Children play football every weekend. Children play football every weekend. Children, watoto. Play, hucheza. Football, mpira wa miguu. Every weekend, kila mwisho wa wiki. Wana tabia hawa, wana mazoea hawa ya kufanyaje? Ya kucheza mpira kila nini? Kila mwisho wa wiki, kila weekend. Wakina nani? Children. Kwa Kiswahili, watoto. Are we together class? Tusome basi kwa mara ya mwisho, tujifurahishe kidogo, tujichangamshe. Children play football every weekend.
Faster faster. Children play football every weekend. Tafsiri kwa Kiswahili, watoto hucheza mpira wa miguu kila mwisho wa wiki. Watoto hucheza mpira wa miguu kila mwisho wa wiki. Mpaka hapo tumeangalia mifano mitatu ya kuonyesha matumizi ya wakati uliopo, mazoea. Until there, we have discussed 3 examples to express or to show uses of simple present tense, which is used to describe, ambapo inatumika kuelezea things that happen continually, kuelezea vitu ambavyo hutokea kwa mwendelezo. Asanteni sana, na mimi nimeeleweka vizuri. Tujiandae kwa mwendelezo mwingine wa simple present tense. Teacher Jerry here, Murat Academic Center. Thank you very much.